Sote tunatambua kuwa mtoto akikosa malezi bora yenye kuzingatia nyanja 5 za malezi, kwa maana ya makuzi na maendeleo yake kwa ujumla, kwa maana ya afya bora, malezi yenye mwitiko, lishe bora, fursa bora za kujifunza na awali na ulinzi wa usalama wa mtoto na ukuaji wa ujumla wa kiakili na kimwili, mtoto huyu atakuwa amepitia changamoto kubwa sana. Haya ni maeneo ya msingi ambayo kila mtoto anapolelewa lazima ujiridhishe ni kwa kiwango gani haya umeyazingatia. Lakini pamoja na hayo, lazima tufahamu kwamba ukuaji wake wa kiakili na kimwili na kijamii huathirika sana na kuwa mtu asiye na maadili mema katika jamii, na uwezo wake wa kufikiri na kutenda mambo ya uzalishaji mali katika jamii pia unashuka kama mtoto akikosa msingi wa hayo mambo 5 niliyoyataja. Sisi wote tunafahamu kwamba tukisema tuna mtoto, tunakuuliza mtoto amekula? Tuna mtoto huyu anasoma? Tuna mtoto huyu analala sehemu salama? Tuna mtoto huyu anapata muda wako? Tuna mtoto huyu anapata fursa ya kujumuika na wengine, kujifunza? Kwa unaposema nina mtoto, lazima ujiridhishe na mambo yote haya, kwa sababu bila haya mambo 5 unaweza ukawa wewe ni mzazi lakini umepoteza sifa ya kuwa mlezi wa kumfikisha huyo mtoto kwenye ndoto anazotakiwa kuwa nazo. Na tungetamani kuona kila mzazi anapata sifa ya kuwa mlezi pia, maana kuzaa ni jambo moja, kulea ni jambo lingine. Kwa ni lazima wazazi wote tuhakikishe Mungu ametubariki kuzaa, sasa tuhakikishe tunatafuta sifa ya nini? Ya kulea, ili tuwe ni wazazi na walezi wa watoto wetu katika taifa kwa ujumla. Katika namna ya kuimarisha malezi ya baba kwa watoto, nadhani wanaume tukijipangia majukumu haya yafuatayo yatasaidia kwa kiwango fulani kutimiza jukumu letu la malezi kwa watoto wetu. Jambo la kwanza, kutenga muda wa kuwa na watoto wetu majumbani. Tutenge muda wa kuwa na watoto wetu majumbani. Kila unaporudi nyumbani jitahidi uje kwenye muda ambao mtoto wako atakuwa bado hajalala, upate muda wa kusema naye, kushiriki naye, akuhadithie, umhadithie, akutie moyo, umtie moyo, usikilize kule kanisani kafundishwa nini, shuleni kajifunza nini, mtaani kaona nini. Katika hayo mazungumzo kuna kitu ambacho baba utapata kwa kumtia moyo, kumsaidia ama kumjenga mtoto wako. Tutenge muda na watoto. Eneo la pili, tufuatilie maendeleo ya kitaaluma ya watoto mashuleni. Badala ya kumtuma mama kila kitu shuleni, tenga muda, kamuone mwalimu wa hesabu, kamuone mwalimu wa mwandiko, kamuone mwalimu mkuu, upate nafasi ya kufuatilia maendeleo ya mtoto wako, aone unamjali, unampenda, unamfuatilia na unamtia moyo kwenye safari yake ya kitaaluma. Ile kwenda shuleni ni sehemu ya kuonyesha bondi baina yako wewe na mtoto. Hata saa nyingine mwalimu akimwambia mtoto, babako alikuja leo, inamjenga kama baba yangu ananipenda, ananifuatilia. Kwa hiyo inawezekana nyumbani ukawa una muda wa kutosha, lakini tenga muda wa kwenda kule shuleni, akuone kule shuleni unakwenda. Unaendeleaje? Unamwachia na hela ya gubiti kidogo, hela ya pipi kidogo, na baba yangu mwamba sana, kaja shule leo. Inamjenga mtoto. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwa aina ya majukumu yetu haya, jioni hiyo ukarudi umechoka, lakini mchana kama una nafasi, mtoto anasoma eneo la jirani, tenga muda nenda shuleni, fuatilia.